nakula breakfast katika nyumba yangu. Alafu senator akaja kule. Akaniambia mimi yako na maneno. Tukaongea naye kiroho kabisa. Na akaniambia kila kitu. Nikamwambia yeye kwamba wewe kitu mzuri ambacho anaweza kufanya, mimi naweza kupatia wewe advice kama mkubwa yako, ni kwenda kutubu. Unajua kama wewe ni mgonjwa, naenda kwa daktari. Nasema daktari, mimi tumbo linaniuma, siji hapa shingo nasikia uchungu hapa, inateremka hapa kwenye mgongo mpaka huko kwa matako. Daktari kwanza anakuambia wewe lala pale chini, sio? Anakuja na kukupapasa, atashika tumbo yako, ashike hapa, pande hii, ashike mkono yako, asikie vile damu inatembea. Alafu baadaye sasa atumie vile vifaa. Kwanza mmoja atakuja hapa, ataweka kwenye hapo, sikie kiherere yako, kinaweka pale, atasikia vile joto yako iko namna gani. Kisha atasema sasa nataka kuchukua damu. Anasema hii ingine mimi nataka kuchukua mkojo. Atamavi kwenda weka kwa hii. Kila kitu apimde, ajue kitu gani ambaye inakudhuru, sio? Sio? Anaweza kupatia wewe dawa ya malaria, mnako nisema ati kichwa na kuuma, kumbe wewe ni mtu wa ukimwi. Huyo bwana anahitaji ARV, sio? Sasa mimi nilikuwa daktari, lakini ndugu yangu huyo, yeye ni ndugu yangu mdogo. Manake baba yake kwanza marehemu Juma Boy ndiye alikuwa na Jaramogi. Mpaka Jaramogi akasipeleka yeye ng'ambo kwa kusoma. Alikuja kanipata mimi kule Ujerumani. Alikuwa nasoma mambo ya nini, ya uongozi wa wafanyikazi. Baadaye akaja hapa, akawa hapa kama kiongozi. Yeye alichukua nafasi ya Dennis Akumu alipoenda kule Accra, Ghana. Kisha akaja kama mbunge hapa mpaka akafariki. Yeye alikuwa tuko na marafiki sana baba yake. Ndio sababu wakati tuanza mambo ya ugatuzi, nikashika yule mtoto yake, kaka ya huyu mkubwa, akasimama, tukasimama, akaniambia simama kama seneta. Sasa simama kama seneta. Silishinda. Sashinda. Mwingine ni huyo aliyekuwa gavana hapa, huyo Mburia. Huyo Mburia alileta kwangu na marehemu Chizuga. Mama Chizuga nilikuwa nafanya kazi ya ile maendeleo ya wanawake. Ndiye akaniambia mimi huyu jamaa nafikiri anaweza kuwa gavana. Nikamfanyia test kama hii hapa na pale, nikasema jamaa twende tukijaribu. Alikuwa hana hata ndururu. Mimi ndio nimefanyia yeye campaign mpaka akawa gavana hapa. Sawa. Sasa huyu kijana yangu huyu tumekuwa naye mara mingi. Yeye ni mtu ambaye ni kama ndugu yake mkubwa, lakini bado najua saa nyingine hiyo ujana na saa nyingine inamsumbua sana. Lakini uzuri yake ni kwamba yeye ni kijana ambaye anaelewa mambo haraka sana. Sasa nimemwambia wewe jamaa, ile fununu nasikia, manake mimi niko na sikio pande hii. Nasikia wanasema ati wewe unamwingia pande ile sana. Kwa hiyo mama unamkaribia yeye sana, na unajua huyo ni bibi ya Mvuria. Usiingie kwenye bedroom. Sasa akaniambia mimi ameelewa vizuri.
So hii leo mmeongea kama delegates, hili linatakikana kwa chama. Chama inatakikana wakati mko na nafasi namna hii, watu wanaokohoa, wanatoa kila kitu. Kama wewe huko hapa na machafu kwa koo yako hapa, unakohoa yote itoke. Sababu leo mmeongea sawa sawa. Kila mmoja anasema lake na msemeni, sio? Sababu sasa imekwisha hapo. Sasa tunatembea vizuri. Tunataka chama chetu iwe na nguvu. Chama kwanza, wanachama ni kama watu ambao wako kwenye dini moja, dhehebu moja, mnaomba pamoja. Chama ni dini. Maana a party is an association. Ni kitu hiki ambayo mnashare pamoja kama wana ODM, tofauti na wale wana Wiper au wana Jubilee au wana UDA. Lakini wale wa Wiper na Jubilee na kama DNA na kadhalika, tunaungana nao hapa juu pamoja. Kuna kitu ambayo tuko naye pamoja. Lakini wale wengine ni sio ati dhehebu tofauti, wale ni dini nyingine. Sisi kwa mfano ni Waislamu, wao ni Wakristo. Au sisi ni Wakristo na wao ni Waislamu. Naona sawa sawa. Kwa hiyo wale tuko nao pamoja. Wale wengine ambao wako katika ile mlenga ambao inaitwa Kenya kwisha. Ndio sababu tunasema kama ODM, nataka ODM imeimarike. Kama ODM iko na nguvu, ndio Azimio iko na nguvu. Waandishi wa habari hawaelewi hii maneno. Wanasema Azimio sasa inakufa, kila mtu ameenda kwa chama chake. Azimio ni mseto. Kama ODM iko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Wiper iko na nguvu, Azimio inakuwa na nguvu. Kama Jubilee iko na nguvu, Jubilee inakuwa na nguvu. Kwa hivyo yale vyama ambavyo vinatengeneza Azimio, kama ziko na nguvu, ndio mseto ya Azimio inakuwa na nguvu.